picha hii? Nyie na wafukunyuko, hebu iangalie hapo hapo, sasa uchike simu yangu. Sije ukafuta. Hamna hii kamba. Sio kamba. Iko sehemu gani? Zipo za aina nyingi. Umeona? Anaonekana ni mlinda mlango Nani? wa klabu ya Yanga, sitaki kumtaja jina, ambaye ameonekana hapa, lakini upande wa Simba ndo anaonekana aliyeonekana huko. Au nitaje kabisa jina? Kwani shida ni nini? Si picha inaonekana hapa? Yeye Lugano. Inavyoonekana. Ni mchache kabisa humu ndani, stories za kutosha kabisa. Tamati yetu ni saa 8 kamili mchana. Una nafasi pia nayo kuchangia mijadala yetu hapa kupitia namba yetu ya studio 0716925925, lakini pia baadaye nitaruhusu simu mubashara kabisa tusikie nao pia na maoni gani kwa kile ambacho kimeonekana kwenye mchezo wa Simba. Bwana, matukio yalikuwa ni mengi mno by the way. Huyu ni mchezaji wa pili jamani. Tusijisaulishe Lugano. Kwa Simba. Kuonekana mtu amevaa kitu kiunoni. Kwa Simba? Ndio. Kwa Simba ni mchezaji wa pili. Wa pili. Kwa Simba kivipi? Yaani mchezaji wa Simba kuonekana amevaa vitu kiunoni wa pili. Ndio. Wa pili ni upi? Wa pili si Ndau. Wa kwanza si Ndau. Ndau, okay, vitu kiunoni. Unajua tofautisha. Unajua Ndau bwana, tutakuwa nakumbuka alikuwa ni mchezo kati ya Simba na Lipuli, ni muda mrefu kidogo. Mambo haya. Na mchezo huo nakumbuka ulichezwa Sokoine, kama nitakuwa nakumbuka vizuri, uwanja wa Iringa ulikuwa hautumiki kipindi hicho. Ndio. Sasa huyo jamaa, ile ilikuwa ni power bank, tukanaita power bank. Unajua power bank? Maana kilitia vitu vya kiimani. Yaani ile pale hakuna mtu aliyezungumzia shanga pale. Hii kama irizi fulani hivi. Kama power bank. Unajua tukizungumzia kitu kinaitwa shanga, ni vitu ambavyo vinavaliwa, ni tamaduni za Kiafrika kabisa. Wamasai wanavaa. Ngoja nisikize. Wamasai wanavaa ni shanga zile za shingoni. Ila sasa mimi sije kuona. Ngoja, ila sasa mazingira ambayo yanavaliwa, kuna watu wanashona shanga, tumeziona mfano wanashona. Sawa, utavaa hiyo ni shanga. Hebu utende mkononi mwako, umeshika hiyo nini? Unajua hizo ulilovaa mkononi mwako hizo ni shanga hizo. Hizi utavaa. Hizo ni shanga. Nisikilize. Mikono, shingoni, nisikilize. Lugano sisi kukuta umevaa kiunoni. Nisikize. Hizo ulizovaa. Kuna maswali mengi. Ninazozungumza kwamba tamaduni za Kiafrika kuvaa shanga, sawa? Mikononi, shingoni unavaa tamaduni. Ila kuna sehemu, yani tunazungumza sasa kwa mwanaume. Umeelewa? Kwa mwanaume kuvaa mkononi, shingoni, masikioni, puani, hizo ni eleni. Kwa mwanaume, tunazungumza kwa mwanaume. Kuna baadhi ya vitu ambavyo mwanaume akivifanya, lazima utadauti kwamba huyu anawezekana yani kavuka mstari wa wanaume, sio tena. Unajua? Ukizungumzia mfano kiunoni, sawa? Tamaduni nyingi za Kiafrika haziruhusu mtu kuvaa, yani sijaziona hizo, hasa kwa sisi Tanzania. Ukimwona mwanaume kavaa kitu kiunoni, achana na mkanda, kitu kiunoni. Yani kama sio power bank, sawa, ambayo sasa anakuwa na mambo yake, lakini inawezekana akawa sio mzima. Unajua mimi nipo tofauti kidogo na nyinyi. Unajua kwa sababu gani? Mimi naamini kwamba shanga kwa Tanzania imeshajulikana kwamba wanaovaa sana ni upande wa wanawake. Sijui unanielewa? Ila kuna baadhi ya nchi, tukichukua mfano Mali, sawa, Senegal pamoja na Ghana na baadhi ya nchi zingine, hizo nazozifahamu mimi, asilimia kubwa sana wanaume wanavaa kwa utamaduni. Yani sababu ya tamaduni. Kwa tamaduni kivipi? Kwa tamaduni kivipi ninavyoelewa? Asilimia kubwa wanaamini kwamba wakivaa zile shanga ni kama kiimani au kimila, kwamba kama vile kwa Wamasai kwamba tutavaa yale mashanga masikioni, yani shingoni, kwamba ni imani. Yani sikiza, ni imani kama sisi ni tamaduni zote kwamba lazima mwanaume avae, atavaa. Hapa yani tuchukue tu mfano, kuna baadhi ya wachezaji mshawataja walishawahi kuonekana wakivaa. Ila angalia asilimia kubwa. Kuna mchezaji mmoja wa Yanga ashakuonekana wa Yanga ashakuonekana tena, kama sio AFCON iliyopita ile, sawa, kama sio AFCON iliyopita ile, ni AFCON hii. Kuna picha
Mbona mimi sijaona? Unataka kuonyesha picha? Na ukija kuangalia, ukirudia kidogo Mariam. Hiyo picha mimi sijaona ikitrend kama sasa inawezekana ikuwafikia watu ambao wanataka itrend pengine. Nzwamida, mimi nitakuonyesha picha zingine. Kuna baadhi wengine wachezaji wengine wa timu zingine nataka nikuonyeshe hii picha. Lakini wanavaa mtindo tofauti tofauti. Umeona hii picha hii? Nyie na wafukunyuko, hebu muone. Iangalie hapo sasa uchike simu yangu. Sije ukafuta. Hamna hii kamba. Sio kamba. Iko sehemu gani? Zipo za aina nyingi. Umeona ya mwanetu alovaa jana? Ngoja. Mchana shingoni umeona kitu katikati? Inameremeta kabisa. Mzee, mimi zingine hizi hapo, umeziona? Umeziona? Umeona hizi? Hebu tuone hiyo. Inameremeta kabisa hii. So, yani ukija kuangalia ni wachezaji tofauti wanavaa. Hizo ni kimila. Yani tumombe radhi tu msikizaji wetu wa Mjini FM kupitia Sport Knockout. Tunaonyesha vitu ambavyo hawezi kuviona. Lakini kupitia kwenye account za Mjini FM ataziona hizi. Umeona hii? Huyu ni nani? Mchezaji. Na hii ilikuwa ni AFCON. Sawa, lakini zile ni kama trend hizo kama hii au umeona? Hebu mtaje huyu ni nani? Mimi sioni vizuri. Sikilize, unajua kwa sababu gani? Subiri, unajua kwa sababu gani ni trend? Kutokana ni kwamba usikute ni akili, usikute ni AI hiyo. Wewe angalia. Wametengeneza kubalance story. Angalia hii hapo, unaiona hii? Hebu nione. Ni ya muda mrefu sana ipo hii. Usikute ni AI wametengeneza kubalance story. Alafu nitajie huyo mtu ni nani? Ni kawaida kwa baadhi ya wachezaji kuvaa. Mbona kama AI hilo jana? Acha kupindisha maneno. Mbona kama ni AI? Of course kitu ambacho amekizungumza Mariam Mshana, tamaduni za Afrika zinatofautiana kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Ukiangalia mfano Senegal anachokizungumza jana kupitia kwenye Instagram yangu, kuna kitu nimekipost. Tulikuwa na chambuzi la system. Tukasema sisi twende zaidi ya watu wanavyofikiria. Tukatafuta ukweli wa tabia za nchi ya Senegal na Mali na Ghana pia. Hizi nchi kuvaa nguo kuvaa hizi shanga kiunoni kwa mwanaume, kuna sehemu zinakatazwa na kuna sehemu wanaruhusu kwa sababu maalum. Kuna mchezaji nimemsahau jina, alishawahi kuvaa akaingia uwanjani, refa akamwambia vua, alimvua. Yani iko hivi, kuna zile imani za wanasema za kishirikina au imani za kiulinzi, kujilinda mwenyewe, mambo ya kuamini mila zingine, umenielewa? Za kuamini hizo mila wanasema inatumika, lakini wanaamini pia ni kitu cha siri cha yeye labda na mwandani wake, huwa kinauonyesha wanaume wake. Ndio maana nakwambia kwenye sisi tamaduni zetu za Kitanzania ni kitu mimi nikimwona Mtanzania akiwa vile mimi najua mstari wa wanaume kashauvuka, kwa sababu sio tamaduni zetu. Hata kwa upande wa wanawake, unajua kuna baadhi ya makabila mengine hawafanyi hivyo vitu. Kwa ni tamaduni, mimi naamini, mimi nasimama pale pale. Ni tamaduni na mila. Sawa. Lakini kwa watu ambao wanazungumza kuhusiana na hili swala linaloendelea, kwa upande wa Yanga alishawahi kutokea, sawa? Mimi sijawahi kuona. Na picha inaonekana hapa. Inaonekana ni mlinda mlango. Kama mnataka kubalance story. Inaonekana ni mlinda mlango. Muonekane vitu vimebalancika. Ngoja sasa. Mimi nitakutajia tukitoka one. Anaonekana ni mlinda mlango wa klabu ya Yanga, sitaki kumtaja jina, ambaye ameonekana hapa, lakini upande wa Simba ndo anaonekana aliyeonekana huko. Au nitaje kabisa jina? Kwani shida ni nini? Si picha inaonekana hapa? Yeye Lugano. Inavyoonekana. AI ni nyingi hapa. Sikia, ndio maana nakwambiaje anaonekana. Hebu tudili na ombe, tumemuona jana, kila mtu kamuona. Yaani kila mtu kamuona. Kwani wewe umemwonaje? Siko kuna picha zinaswa. Zimeonekana kwenye mechi. Hata kwenye AFCON ilionekana, na usema watu tu hawakuwa serious kuvizungumzia vitu. Kwa hiyo ni kitu ambacho sio sisi kama Tanzania. Ndio. Hasa kwa vijana hivi vitu sio vya kuviga. Mara nyingi kuna tamaduni zikitoka sehemu nyingine kuta naye anataka kuweka vitu kiunoni. Fulani alifanya marufuku kuvaa shanga kiunoni kwa mwanaume. Kwa sisi wa Tanzania sijui kama kuna tamaduni yoyote ambayo ipo. Kwa hiyo ni kitu ambacho ndio maana sisi tunakishangaa na tusije tukakintatain kama ni sehemu ya kuiga. Sawa. Watu wanaigaga sana vitu vya kijinga. Bana, sawa, shukrani sana wewe ambaye bado umekumbatia 92.5 Mjini FM. Usisahau pia tuko live pale mjini YouTube. Muda huu mijadala yetu yote inaonekana, unatuona live kabisa, lakini pia www.mjinifm.co.tz kwenye website. Dunia ni kote kwa ujumla utatupata mubashara kabisa. Tunafunika jamvi hilo, tunamulika kuelekea katika mchezo wa NBC Premier League, Young Africans dhidi ya Dodoma Jiji mara baada ya kurejea
kutoka pale Misri kwa kipigo ambacho amekipokea cha mabao 2-0 dhidi ya National Al Ahly. Hivi sasa wana mchezo mmoja ambao utapigwa siku ya kesho dhidi ya Dodoma Jiji. Mchezo huo utapigwa kunako dima la KMC Complex mshale ya saa 1 kamili usiku. Afisa habari wa timu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe anathibitisha taarifa hiyo mara baada ya kurejea nchini. Ni siku nyingine ya maandalizi. Kikosi chetu cha Young Africans kiko hapa kwenye uwanja wa KMC Complex na nafahamu tayari ratiba umeshaipata. Tuna mechi siku ya kesho dhidi ya Dodoma Jiji, mechi ya ligi kuu ya NBC, na mchezo huo bwana utapigwa saa 1 kamili jioni. Tofauti na mechi nyingine ambazo tukicheza hapa majira ya saa 10 kamili jioni, lakini kwa kesho sababu uwanja huu wa KMC Complex tayari taa zimeshawekwa, tutacheza mechi hiyo saa 1 kamili jioni. Maandalizi yanaendelea hapa na wachezaji ambao walikuwa kwenye majeraha, nikimzungumza Edmund John, Aziz Andambwile na Clement Mzize, leo wametrain pia pamoja na timu. Wamekuwa na session pamoja na wachezaji wenzao, lakini pia wamekuwa na session zao binafsi chini ya Dr. Yusuf kuhakikisha wanarudi haraka iwezekanavyo kuja kuipambania timu yetu. Clement Mzize yeye ni mpaka mwisho wa mwezi huu. Inshallah mwanzoni mwezi wa pili, kwa mujibu wa taarifa ya daktari, tutakuwa naye pamoja. Ombi langu kwako mshabiki, mwanachama na mpenzi wa klabu yetu Young Africans, hizi ndio nyakati ambazo tunatakiwa tuongeze jitihada zaidi za kuisupport timu yetu. Nyakati hizi ambazo tunaona tunaingia kwenye mapambano makubwa, tunatakiwa tuwe pamoja zaidi na wachezaji wetu, waone kwamba sisi ni wachezaji wa 12 na tunawasupport wao. Na inaanzia na kesho, sio Zanzibar. Inaanzia na kesho hapa KMC Complex. Tuje kwa wingi, tutakuwa tayari shughuli zimeisha, tushafunga biashara zetu, tunakuja kwa wingi hapa kuisupport timu yetu na kuwapa ujumbe wetu kwamba tunawategemea pia Zanzibar tarehe 31 waende kupambana tupate matokeo mazuri. Kesho inshallah vingine vile vile 10,000 kwa mzunguko na 20,000 kwa VIP. Tukutane mapema KMC Complex kuja kuisupport Young Africa. Huyo ni afisa habari wa timu ya Dar es Salaam Young Africans Ali Shabani Kamwe akielezea kuelekea katika mchezo wao wa ligi kuu soka Tanzania bara NBC dhidi ya Dodoma Jiji. Mchezo huo malemu mchana wamesikia kilio chetu KMC Complex pale, ngoma inapigwa usiku, manake walikuwa tunababuka sana, najua Lugano Israel yani pale unamelemeta, yani mchana. Imagine waandishi wa habari tuna miemvuli lakini pia tuna vitambaa vizito kwa ajili ya kujifuta jasho kabisa. Yani ilikuwa ni sehemu ambapo ukikaa yani ufurahi kuwepo uwanjani. Sasa KMC haijulikani hii ni kipindi gani, kama ni kipindi cha mvua au kipindi cha jua, muda wote mnakuwa na miemvuli. Sasa nimemtafuta hapa Moses Mpunga ambaye ni afisa habari wa Dodoma Jiji. Tungane moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo huu ambapo Yanga watakipiga na Dodoma Jiji katika mchezo huo ambao utapigwa pale KMC Complex. Ni kwa hewani hapa na kidogo ametoka tena. Ndio, tafute tena. Ngoja mtafute tena hapa. Tuone wao kama wao Dodoma Jiji wamejiandaa vipi. Mchezo uliopita Dodoma Jiji walicheza na Singida Black Stars, sio? Waliambulia sare. Ya sare. Lakini baada Singida Black Stars kuna mchezo mwingine alicheza. Na mchezo hapa ngoja ambapo unakumbuka Kipwagwile ndio ambaye alikuwa mchezaji bora. Si ndio? Wa mchezo. Ndio. Kwa hiyo walikuwa na movement nzuri sana. Bila shaka huenda wakao kwenye kikao cha waandishi wa habari. Sawa, ukiwa kama huwezi kumpata mbashara hapa, tutampata baadaye. Ngoja kuna statement alitoa. Ngoja tumsikie afisa habari wa timu ya Dodoma Jiji kuelekea katika mchezo mgumu kabisa dhidi ya wananchi Young Africans mara baada ya kuwasili hapa Dar es Salaam wakitokea mkoani Dodoma. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama jijini Dar es Salaam baada ya kupokea barua ya mchezo wetu wa kiporo dhidi ya Yanga siku ya tarehe 27. Kwa hiyo tulianza safari siku ya leo alfajiri kupitia train ya SGR na tuko Dar es Salaam, na kama unavyoona hapa nyuma yangu kikosi cha Walima Zabibu, watoto wa makao makuu, timu pekee inayowakilisha taifa kutokea makao makuu ya nchi, chama na serikali, Dodoma Jiji Football Club. Tuko hapa, kikubwa ni tumekuja kuhakikisha kwamba tunaondoka na alama 3 muhimu
kwenye mchezo wa tarehe 27 dhidi ya Dar Young Africans. Of course inawezekana, tunashiriki kwenye ligi moja, ni timu nzuri, timu ambayo ina wachezaji wazuri, ni wakongwe kwenye ligi tumewakuta, lakini hiyo haiturudishi sisi nyuma kupata kile ambacho tumejiandaa kukipata. Kwa ni waahidi mashabiki wetu kwamba hali ya kikosi ni nzuri sana, hatuna injury yoyote kubwa so far. Wale wote ambao tumesafiri nao wako well and good na wako tayari, wanasubiri tu mwalimu sasa yeye ndo ataamua nani anaanza, nani anasubiri. Mchezo wetu dhidi ya Dar Young Africans tarehe 27 katika uwanja wa KMC Complex saa 1 kamili usiku. Mashabiki waje kwa wingi, tumeplan kuwaonesha pira zabibu, pira mvinyo, pira kilevi, yani lazima walewe, wanalala wanatuachia alama 3.